Uko poa? Bwana mimi niko good kabisa. Game umeionaje? Bwana game nimeiona kwa upande wangu ni game wa kuvutia, game wa kiufundi. Naam. Simba mmeshindwa kufunga kipindi cha kwanza, mmekuja kufunga kipindi cha pili. Na hiyo ni baada ya kuchokozwa kwa nyinyi kuanza kufunga. Changamoto ilikuwa wapi? Au pengine ni mbinu? Hiyo ilikuwa ni mbinu ya meneja wa Simba Sports Club. Kipindi cha kwanza kuweza kuwasoma zaidi JKT Tanzania, walikuja katika mfumo wa kuweza kutengeneza mid block katika dakika 45 za kwanza, na hata kipindi cha kwanza uliona wachezaji wengi wa Simba pia walikuwa wanasoma sana wachezaji wa JKT, na wachezaji wa JKT kama ulivyoona kipindi cha kwanza wengi walikuwa wanapiga sana buti. Hivyo basi iliwafanya baadhi ya wachezaji wa Simba wengi wao walikuwa wanaogopa ile migongano na zile buti, na mwalimu alivyoweza kusoma ule mtego wao, kipindi cha pili mwalimu kaamua kuingiza silaha za kivita. Silaha za kivita. Walipopata kile kigoli cha kwanza walivyoshangilia, lile ndo kosa. Yaani hilo ni kosa. Kama umeenda kupiga bomu Urusi, nini unachokitaka wewe? Maana ni mauaji. Unawachokoza watu. Kwa hiyo unataka kuniambia kocha Pantev, kocha huyu wa Pila Tatu, ana uwezo wa kusoma game na kuamua ni silaha gani anayo? Huyu sio kocha, huyu ni bado meneja wa timu ya Simba Sports Club. Ni meneja mzuri. Anaendelea kutupa kile ambacho wana Simba tulichoweza kukitarajia kwa hivi karibuni, na kama unavyojua kwamba kwa hivi karibuni kidogo ligi yetu ilisimama. Hivi leo imeweza kurudi, tumeona burudani nzuri, tumeona wachezaji wamestruggle uwanjani, wameenjoy, kila mmoja amepata nafasi, na wale waliopata nafasi wameweza kuonyesha kile kitu. Unapomsifia Simba, lakini pia usisahau kusifia kiwango cha JKT. Ni kwa kiasi gani JKT wamekupa changamoto siku ya leo? JKT sio leo tu. JKT misimu yote huwa inakuwa nzuri, haswa anapokuja kucheza na vilabu vikubwa kama Simba, Yanga, Azam. Kumbuka msimu uliopita walitoa draw pale Isamuyo. Ni kweli. Ni kweli, nakumbuka. Ni timu ambayo naweza nikasema kwamba ni timu ambayo inajua sana kupambana kwenye pitch. Kama unavyoona kwa wachezaji mmoja mmoja, wana wachezaji wengi wazuri. Wakina Hassan Dilunga wapo pale. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kuna mchezaji mmoja kutoka Azam kiungo, nadhani yule ni Sospita Bajana. Naam. Kwa hiyo wana wachezaji waandamizi katika kikosi, wamecheza vizuri, mpira wa kuvutia. Naam, tumeona tough game kama ulivyoona ndugu yangu. Tough game ya kuvutia. Naam, pia Simba wamecheza kimbinu zaidi, wamecheza kikubwa zaidi. Kinachotakiwa ni pointi 3. Hata ukipata kigoli kimoja natakiwa ukiheshimu. Naam, hii ni ligi, inahitaji pointi. Kwa kweli changamoto ya timu hizi ndogo za Tanzania kuwapelekea changamoto haya matimu makubwa imeonekana ikizidi kuongezeka, na hii inaonyesha ubora wa ligi yetu ya NBC Premier League, ambapo inawezekana mtu akashinda nje kimataifa, lakini ushindi atakaopata katika ligi hii ikawa si vipesi kiasi hicho. Zungumzia kidogo maendeleo ya vilabu vidogo katika ligi ya Tanzania. Maendeleo ya vilabu vidogo katika ligi kuu yetu ya Tanzania bara NBC, naweza nikasema kwamba maendeleo yao sio mabaya sana na wala sio mazuri sana, yako saizi ya kati. Hivyo basi hata vilabu vilivyoweza kuingia katika hatua hii ya makundi, ukija kuzingatia kama Singida Big Stars. Singida Big Stars ni timu ndogo, ila kwa hivi sasa tunavyozungumza ni timu kubwa kiuwekezaji, lakini ni timu ndogo. Ni timu ndogo kiuhalisia, ni timu ndogo, lakini katika uwekezaji ni timu kubwa, ndio maana imeweza kufuzu na kuingia hatua makundi. Naam. Hongereni sana wana Simba, hatimaye mnaingia katika orodha ya vilabu ambavyo vinaongoza msimamo kwa kuwa na pointi za kutosha. Naam, kumekuwa na ukawaida wa vilabu hivi vikubwa kushindwa kupata matokeo kile kipindi cha kwanza kile. Tunaona wote wakisumbuliwa sana kupata matokeo kipindi cha kwanza. Je, ni nini hasa kinawasaidia hawa timu vilabu kupata matokeo kipindi cha pili? Hiyo siku zote bwana Michael huwa inakuwa ni game plan. Mwalimu anapoingia katika game huwa anakuaga na game plan, kwamba anaweka na mtego wake na yeye pia kuweza kuisoma timu pinzani, sehemu gani ambako wako bora na sehemu gani ambako wana udhaifu. Hivyo basi kwamba unatengeneza game plan kwamba kama kipindi cha kwanza kuweza kupata goli, basi kipindi cha pili unatengeneza mbinu ya kiufundi zaidi ili kuweza kung'amua matatizo yani udhaifu kwa wapi ili uweze kupata goli. Naam, hatimaye Simba mmefungwa goli la kwanza katika ligi yetu hii. Hii ina maana gani ndugu yangu kuhusiana na ulinzi pale, golikipa na mabeki? Hiyo ina maana kwamba mpira
mpira wa miguu una matokeo ya kikatili. Mpira wa miguu una matokeo ya kikatili, na usidharau timu na usimdharau mchezaji. Mchezaji yote anaweza akascore goal. Yani hawaangalii ukubwa wa timu, ila tu kwamba timu kubwa pia huwa inakuwa na madhaifu. Hakuna timu yenye ubora pasipokuwa na udhaifu. Hivyo basi kwamba JKT waling'amua madhaifu ya Simba wakaweza kupata goli moja. Ujambo mpenzi mtazamaji, hii ni dakika chache mara baada ya kutamatika kwa game kali sana. What a beautiful game ambayo Simba na JKT wametupatia. Ni tafsiri kamili ya nipe nikupe raha tunapata sisi watazamaji. Niko hapa na mashabiki wa Simba. Hii ni baada ya Simba kupata ushindi wa goli 2-1. Simba wameshinda wakitokea nyuma. Alizindua Edward Songo wa JKT, akaja Wilson Nangu beki huyu akasawazisha, lakini Jonathan Soa akaweka kimiani bao la pili ambalo lilisiliba kabisa uongozi wa Simba Sports Club. Habari ya kwako? Asante, safi kabisa. Game umeionaje ndugu yangu? Game ilikuwa ni nzuri sana. Ujue nini cha kuambia ndugu zetu? Uchokozi wameanzisha wao wenyewe. Kina nani sasa? Hao JKT wameanzisha uchokozi wao wenyewe. Kuna mchokono wa Simba. Kina Lamba. Na Simba walishindwa kupata matokeo kipindi cha kwanza, wakapata matokeo kipindi cha pili. Changamoto ni nini? Hakuna changamoto yote. Ni kawaida tu. Tulikuwa tunaandaa furaha. Kipindi cha kwanza tuchekeche kidogo. Tunajua wakati wetu tutafika tutapiga. Kama unavyoona tulivyofanya ile kazi. Sema na kitu kingine chosema, uchokozi wameanza wao wenyewe. Alafu ile golikipa bora angekuwa amekubali tu ile sasa. Angekuwa ametoka, angalau ile angeingia na nguvu mpya, pengine angezuia. Na tumeshuhudia game ya pekee sana, changamoto kubwa kutoka JKT. Unamzungumziaje Jonathan Soa huyu hapa ambaye ni usajili mpya wa kwenu, performance yake jinsi ilivyo? Wewe jitu lile achana nalo, linapiga kazi lile. Jitu la miraba minne. Bwana, nikushukuru sana kwa hicho ambacho umekizungumzia. Nikaribishe ndugu mpenzi mtazamaji. Dani, karibu. I think goli ya pili nafikiri tuko hapa na shabiki kindakindaki mwingine Mr. Daniel. Na basi nikushukuru wewe unayenitazama na ambaye unaendelea kutufuatilia Michael Epic TV. Nikukumbushe tu kwamba ikiwa unanitazama na huja subscribe, tafadhali gonga alama ya subscribe hapo chini, tuwe pamoja. Tunataka tufikishe subscribers 1000 mwisho wa mwaka huu. Tuwe pamoja. Bye bye.